Hello ndugu mtazamaji. Leo nakuletea somo kwa nini unasoma na unasahau mapema. Hapa nitaweka sababu mbili ambazo ni active learning na passive learning. Tunapokuwa tunazungumzia active learning ni ule usomaji wa kushiriki zaidi. Mfano, mtu ambaye anawasilisha kurasa 10 kwa kuongea bila kusoma sehemu yoyote. Kwa kawaida mtu huyo anakuwa na faida kubwa sana ya kuweza kuhifadhi kumbukumbu ya kile kitu ambacho amekisoma kwa muda mrefu kuliko mtu ambaye atasoma kurasa 10 kwenye kitabu au kwenye daftari lake. Huyo mtu anakuwa na asilimia kidogo sana za kuweza kukumbuka kile kitu alichojifunza. Kwa hiyo sasa usomaji ambao tunasema ni active learning, huu ni usomaji wa kufanya zaidi, unashiriki zaidi. Ni kama vile tunapokuwa tunajifunza kupitia mijadala na wenzetu shuleni. Kwa hiyo kwa kupitia mijadala hiyo utajikuta wewe hicho kitu utakikumbuka kwa muda mrefu kuliko mtu ambaye angekuwa labda amesoma tu peke yake hizo kurasa 10 bila kuziwasilisha au kuzijadili na mtu fulani. Hapo kumbukumbu itaweza kufutika kwa wepesi sana. Lakini sasa tunapokuwa tunazungumzia passive learning. Hii sasa ni ule usomaji ambao haumfanyi mtu ashiriki sana katika zoezi ambalo anasoma. Ni sawa tu na wewe nilipokuwa nimetolea ule mfano wa kwanza kwamba mtu anasoma kurasa 10 bila kuziwasilisha. Kwa kawaida hapo utaweza kusahau mapema sana. Kwa hiyo sasa ili usisahau mapema, usomaji ambao unahimizwa ni ule usomaji wa kushiriki. Fanya, wasilisha, jadiliana. Ukifanya hivyo ndugu mtazamaji, utaweza kusoma kwa muda mfupi na kumbukumbu itakuwa ni ya muda mrefu. Asante sana na naomba usubscribe channel yangu kwa somo lijalo.